Dula. Vipi kazi mshamaliza? Kiukweli Zujat bado tunaye hatujamaliza. Dula. Unafeli wapi? Mbona nisiwapa maelekezo, shida nini? Oa, hebu malizeni. Moyo, 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 moyo. Ni sawa. Lakini kuna watu inaonekana wanatufuatilia. Hii yote inaonyesha kuwa kuna watu wanamtafuta Zujat. Ndio maana hatukutaka kummaliza kwa haraka. Nimeona kwanza tuwapoteze maboya. After then tutammaliza. Ili isije kajulikana kwamba sisi ndio tumemmaliza. Dula, hayo mambo ndio kwa staki. Ndio maana nilikuwa nataka mummalize mapema. Unaona michongo ishaanza kufeli sasa hivi. Dula. Sasa sikia. Huyo mtu naomba kesho isifike. Msiende kinyume na mimi tena. Usiwaze kwa hilo. Nitafanya kama ulivyosema. Ndio mmalize sasa, mmalize kazi. Unafeli wapi bwana? Kaka? Nini shida kaka? Kaka? We kaka? Shoga yangu, yani hivyo hivyo tu mimi nilikuwa naomba unisaidie. Niweze kupata huyu mtu wa kuniuzia haya madini. Sasa si unajua mimi hapa ni mgeni na sijui hata nitampata wapi huyo mtu wa kunisaidia. Yani natamani sana nifanikiwe hili jambo. Mimi nitashukuru sana kama utanisaidia rafiki yangu. Madini ninayo hapa. Mambo. Samani. Wewe ni mgeni haya maeneo? Ndiyo. Mimi ni mgeni kwenye haya maeneo. Ni kweli? Maana sijawahi kuona mtoto mzuri kama wewe maeneo haya. Vipi unaishi wapi? Mimi hata sikai mbali. Ni hapo tu mbele. Kumbe ni haya maeneo. Okay. Samahani lakini ni jambo la ghafla sana. Wakati natoka hivi nimekuona kwa mbali sana. Nimevutiwa na wewe. Yaani msizunguke sana na kuhitaji pepo. Naomba uwe mke wangu. Sister, kuna jambo mimi limenileta hapa. Kama unavyojua, Shamim hakuwa ana maelewano mazuri na mume wake. Hatua alizozichukua sio nzuri sana. Na unajua ameniacha mimi na mtoto mdogo. Na kaniachia ujumbe, sijui hata namlea vipi huyo mtoto. Nimekuja hapa ili tujadiliane. Na isitoshe,
Alipoondoka kaniachia ujumbe wa barua. Labda nikusomee dawa. Asha dada yangu na Dafiko mdogo wangu, naomba niwaachie ujumbe huu. Nahisi unaweza kuwa ndo ujumbe wangu wa mwisho kwenu. Nimeamua kuchukua maamuzi ya kuondoka na sijui naenda wapi. Nimefanya hivi maana sioni thamani tena ya kuishi. Maana mwanaume nilompa thamani ya usichana wangu ameniona sina maana baada ya kunizalisha na kunifanya singomaza. We kaka, mbona haraka sana? Yaani umeniona tu hapa nimesimama tayari unataka unifanye mimi niwe mke wako? Kitu ambacho ukijui, mimi nipo serious. Nataka kwenda moja kwa moja. Sitaki kona nyingi. Alafu nimesikia unazungumzia una madini. Unatafuta mtu wa kukuuzia madini. Mimi niko Ntawa hii mitaa. Yaani inafahamika vibaya sana. Naweza nikakusaidia kuuza madini yako. Ukawa huna shida tena. Kwa hiyo naomba unikubalie niwe mumeo. Ni sawa. Lakini na mimi naomba unisaidie kwanza jambo langu. Likisha kamilika tu ndo nitakuwa mke wako. Sikia nikwambie. Wewe ukishakuwa mke wangu, mimi nitakusaidia kwa juhudi zote kwa sababu najua ninayemsaidia ni mke wangu. Kwa hiyo naomba unikubalie ili nikusaidie kiurahisi zaidi. Nipatie namba yako ili tunawasiliana zaidi. Unaitwa nani wewe? Oliva. Sawa. Basi sawa, nitakutumia. Lakini pia namshukuru kwa kunipa mtoto. Maana sasa hivi nina heshima kuitwa mama. Naomba mnilelee mtoto wangu. Abaki kama kumbukumbu kwenu. Na muda wote ambao hamtaniona, basi mtoto wangu awe kumbukumbu yangu kwenu. Naomba mnilelee mtoto kwa siku zote za uhai wake na asije kutoka kwenye mikono yenu. Nawapenda sana. Huyo mtoto nitamlea kuanzia sasa. Muda wote, saa yote. Uwe na amani, utulie kichwa. Unapopagawa na mimi nitanipa presha mdogo wangu. Kama nilivyosema hapo mwanzo, niletee mtoto mimi nitampokea. Basi haina shida sister. Wako umenisaidia. Nikuasielewe ya mtoto namlea vipi. Wewe mwenyewe unajua maisha yangu ya kisera. Basi haina shida. Mimi kuna majukumu yangu naenda kumalizia kule. Sawa David, karibu sana. Basi haina shida sister. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakulithamini, ona kaliacha lengo. Nyakati za furaha uponya maumivu, na hasa kimpata yule umpendaye. Mapenzi ya kweli ni tiba ya moyo, furaha ya
Wewe mchumba. Nimekuona muda mrefu sana unanifuatilia. Sasa nisikilize. Mimi sifuatilii na wachumba kama wewe. Kamwambia aliyekutuma aje mwenyewe. Na kuonya. Usiendelee kunifuatilia mimi, utapotea. Kuwa makini na maisha yako. Nitakupoteza. Potea. Pose. Kuna sehemu basi nikaa tu nimesimama. Naongea na simu. Umeona? Naongea na simu kwa ajili ya swala langu lile. Sasa akapita kijana mmoja hivi. Simjui wala yeye hanijui. Yaani kitendo tu cha kuniona pale. Lakini cha kushangaza eti anaanza kunitongoza. Bora tu angeisha kunitongoza. Eti ananiambia anataka nioe mimi niwe mke wake. Yaani wewe mtu tu ndo tumeonana muda huo. Wala hata hajui naishi wapi, labda nimetokea wapi. Hajui lolote maskini, anaanza kuniingizia mambo ya ndoa. Sasa kama ni wewe ndo kakwambia hivyo huyo mtu, ungemjibu nini? Unashangaa? Mbona ile swala dogo sana kwako? Mimi sasa hapa ndo kubwa zaidi. Mume wangu juzi tu kafariki, lakini marafiki zake tena wa karibu waishaanza kunitongoza. Hata jamaa za mwezi huko chini. Hata wewe ni akili kichwani mwako. Maana tena kwa wewe mgeni inabidi uwe makini sana. Watakufuata wengi, watakutongoza kila design. Watakuja wanaume wengi sana. Wengine watakuja na nia ya kweli, wengine watakuja watakudanganya. Kuwa makini, watakupiga mimba kutelekeza. Kumbuka kilichokuleta hapa mjini rafiki yangu. Akili kichwani kwako. Kweli hilo ni kubwa kuliko. Sasa yani wewe mwenyewe tu ndo umefiwa sasa hivi hata 40 bado ya mume wako haijaisha. Na ndo hao marafiki zake wameshaanza na kukutongoza. Mbona hawana hata huruma na wewe jamani? Kweli hili jiji. Haya ndio maisha. Ukijichanganya tu ndugu yangu, watakuumiza sana. Cha msingi tu kwa makini na jiji hili. Basi sawa rafiki yangu, mimi nimekuelewa. Ila ngoja niende zangu hapo nje nikapunge upepo, maana naona huko ndani joto limezidi sana. Sawa, naweza kai mimi kwa hapa. Ina maana jana nilibako, si ndio?
Hivi kazi nitaifanikisha kweli? Mbona kama imekuwa ngumu kwangu, hata kama ina pesa nyingi. Nimeifanya tayari, nimebakwa. Hapa nifanyeje? Hapa cha kufanya ni kudili na kazi ya Oliva. Nimtafute mtu anunue hayo madini yake. Sawa, kuja nipigie Oliva. Hello, Oliva. Mambo. Poa. Oliva. Samahani. Nilikuwa naomba uje nyumbani kwangu. Tupige story, tubadilishane mawazo. Unajua tena. Sasa dada. Najua kabisa mimi hapa ni mgeni. Na sijui hata unaishi wapi. Nitakujaje sasa huko? Usijali kuhusu hilo. Wewe chukua boda, mwambie tucheleane. Basi sawa, haina shida. Nakuja hapo sasa hivi. Poa, nakusubiri. Vipi rafiki yangu? Una safari ya wapi tena? Ni yule rafiki yako aliyekuja hapa nyumbani. Amenipigia simu, ameniambia niende nyumbani kwake. Na amenielekeza sehemu ya kwenda. Na akaniambia nichukue na bodaboda. Anaonekana sijui patakuwa ni mbali kidogo. Huyo rafiki yangu hana shida kama ameisha kupa maelekezo yote kuhusu nyumbani kwake, lakini nakuomba tu rafiki yangu uwe makini. Pia usichelewe kurudi. Haina shida dada. Mimi nitakuwa makini kabisa. Sawa, kwa heri. Karibu Oliva, unajua nikasema ngoja nimwite Oliva tuje tupige story, maana nilikuwa nimeweka sana. Unajua tena Oliva, nikasema ngoja nikupigie uje tufurahi kidogo. Pia uje uone na nyumbani kwangu. Maana huaga naboeka na kuaga peke yangu. Karibu unywe chai na mandazi ya sana. Oliva bwana, kula unanionea aibu.
unacheza na besa wewe. Madini. King Mtasingwa Computers ni wauzaji wa kompyuta aina zote, yani laptop na desktop. Pia wanauza printers aina zote, kamera aina zote na accessories nyingine nyingi kwa bei ya jumla na rejareja. Tunapatikana Kariakoo, Dar es Salaam, pia mikoani tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana. Karibu ujipatie bidhaa bora. Kwa mawasiliano, piga simu au WhatsApp namba 0753797329. Pia unaweza kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa jina hilo hilo la King Mtasingwa Computers. Karibu sana, kwetu mteja ni mfalme. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakunithamini, ona kaliacha lengo. Nyakati za furaha uponya maumivu, na hasa kimpata yule umpendaye. Mapenzi ya kweli ni tiba ya moyo, furaha yako kipenzi.